Awali ya yote naomba nichukue nafasi hii kwanza kuwashukuru sana waandishi wa habari ambao mko pamoja nasi siku ya leo kwa madhumuni ya kuwaeleza juu ya mpango wa Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki kuhusiana na ziara ya kitalii ya wanadiplomasia ambao wanaziwakilisha nchi zao pamoja na mashirika ya kimataifa hapa Tanzania. Ziara hii kwa Kiingereza tunaita diplomatic tour. Ni ziara ya kitalii ambayo inahusisha mabalozi katika maeneo yetu mbalimbali ya kitalii ambayo nitayataja. Kwanza tutatembelea eneo la Ngorongoro Crater iliyokuwepo mkoani Arusha, lakini vile vile tutatembelea mbuga ya wanyama ya Serengeti, lakini vile vile tutatembelea visiwa vya Zanzibar kwenda kujionea na kuitangaza sekta ya utalii visiwani. Kama mnavyoelewa, kuna vivutio kadhaa ambavyo mabalozi hawa watapata nafasi kuvitembelea, vikiwemo fukwe pamoja na Old Stone Town ya kule Zanzibar. Na katika kuliendesha zoezi hili, naomba niwajulishe tu kwamba siku ya kuondoka tarehe 11 litaanzia hapa mkoani Dar es Salaam pale uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere Terminal 1. Katika swala la kuaga au zoezi la kuaga litamshirikisha kiongozi wa kitaifa Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa ambaye atazungumza na ujumbe wote wa wanadiplomasia ambao utaanza safari yake kuanzia pale uwanja wa kimataifa. Atakuwa na neno na washiriki wote kabla ya kuanza safari ya kuelekea Arusha. Huo utakuwa ni siku ya uzinduzi. Siku ya kufunga zoezi hili, nikizungumzia ufunguzi na ufungaji, tunatarajia kule Zanzibar litafungwa au kuhitimishwa na Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, katika hafla maalum itakayofanyika visiwani Zanzibar. Kwa sababu zoezi hili litafanyika katika mkoa wa Arusha katika maeneo mawili, miongoni mwa wadau wengine ni pamoja na mkuu wa mkoa wa Arusha au uongozi wa mkoa wa Arusha utahusika vile vile katika zoezi hili. Mnaweza mkawa na swali la kuuliza, kwani mabalozi hawa ni wangapi ambao wanawakilisha nchi yao hapa Tanzania? Tuna mabalozi 63 ambao wapo pamoja na viongozi wa mashirika ya kimataifa kama vile UNESCO, IMF, United Nations inayoshirikia masuala ya watoto, yani UNICEF, lakini wapo watu wa UNDP. Hawa wote ni katika jumuiya ya kidiplomasia ambao tunatarajia washiriki katika zoezi hili. Kwa hiyo jumla ya viongozi kama hawa wanadiplomasia ambao wanaishi na kufanya shughuli zao Tanzania wako 63, lakini tunao wengine 21 tunaita non-resident ambassadors
wanawakilisha nchi zao wakiwa nje ya Tanzania, pengine katika miongoni mwa nchi jirani kama Kenya, Uganda, Zambia, lakini bado wako accredited kufanya shughuli zao katika Jamhuri ya Muungano. Hawa wako 21. Kwa hiyo ukijumlisha unapata mabalozi kama 84. Lakini vile vile tuna ofisi za balozi ndogo 9. Kwa hiyo hawa wote tumewajumuisha katika kushiriki katika zoezi hili la kutangaza utalii wetu wa Tanzania nje ya mipaka yetu. Kwa hiyo swala zima la utekelezaji wa mpango huu, kama nilivyotangulia kusema, tupo katika utekelezaji wa diplomasia ya uchumi. Hatuwatumii tu mabalozi ambao wanawakilisha nchi zao Tanzania, hata mabalozi wetu, kama mngependa kujua, ambao wapo nchi mbalimbali duniani, ambapo tuna balozi hazipungui 45 na consulate 5 nje ya nchi, wanafanya kazi hii ya kutangaza vivutio vya utalii na masuala ya uchumi katika uwekezaji kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa pande zote mbili, Tanzania bara na Tanzania visiwani. Kwa hiyo ndugu wanahabari, msafara utakapokuwa mkoani Arusha utashiriki katika hafla za chakula cha jioni ambayo taratibiwa kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa, kama nilivyosema ni wadau muhimu, na tukio hili litakuwa ni shukrani kwa washirika mbalimbali watakaoshirikiana nasi kwa katika levels mbalimbali na michango mbalimbali ambao ni wadhamini wetu waliofanya safari hii iwezekane. Huku pia tukitoa fursa ya kuanzishwa kwa mtandao wa mawasiliano kati ya wadau wa utalii na mabalozi. Bodi ya Utalii ya Tanzania, yani TTB, itatumia fursa hii kuwasilisha vivutio bora mbalimbali vya utalii na bidhaa za Tanzania na kutoa muktasari wa kina juu ya uwezo wa utalii wa Tanzania na kuhamasisha ushirikiano na wadau wa utalii kutoka nchi mbalimbali kupitia mabalozi ambao watashiriki katika safari hiyo. Sasa katika kuyafanya yote haya, matarajio yetu ni nini? What are our expectations, outcome ya hatua hii ambayo tunaichukua? Kwamba mpango huu utawezesha utayarishaji wa filamu fupi, yani zile nilizozungumza kwamba ni mini documentaries katika utaratibu wa clips, ambapo kila balozi au mwakilishi atatumia lugha yake na ataelezea, kutoa assessment yake ya mambo ambayo anayaona, mambo ambayo yamemfurahisha kuhusiana na utalii wa Tanzania. Lakini mwisho wa siku matarajio yetu kwamba clips hizo zitatumika katika nchi mbalimbali katika kusambaza, kuueneza, kuimarisha, kuuendeleza utalii wetu. Mwisho wa siku tuweze kupata watalii wengi zaidi kutoka kona mbalimbali za ulimwengu kuweza kutembelea nchi yetu. Na ikitokezea hivyo, maana yake tutakusanya mapato zaidi kupitia sekta ya utalii na itachangia katika pato la taifa, kuimarisha uchumi wetu, kuiwezesha serikali yetu kutoa huduma za jamii na kuweka mipango yake ya maendeleo kutokana na mchango ambao utachangiwa kupitia sekta ya utalii na kupitia mpango huu. Lakini kama nilivyosema, tunaongeza nguvu ya juhudi ambazo Mheshimiwa Rais amekuwa akizifanya. Kama mnavyoelewa, Mheshimiwa Rais
amerekodi au alianzisha filamu ya Royal Tour, lakini kana kwamba haikutosha akafanya filamu nyingine inaitwa Amazing Tanzania. Hizi zote zimekuwa na matokeo chanya katika uchumi kupitia sekta ya utalii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa hatuwezi kumwacha Mheshimiwa Rais peke yake katika hili. Kwa hiyo tunalolifanya hili ni katika kuunga juhudi hizo kwa matokeo chanya ya kuendeleza uchumi wa Tanzania kupitia sekta ya utalii. Lakini outcome nyingine tunayotarajia ni ya kuendeleza mahusiano mazuri bilaterally and multilaterally baina ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na nchi moja moja katika bara la Afrika, Asia, Ulaya, Amerika na Australia. Kwa hiyo sisi mambo ambayo tunatarajia ni kuendeleza hayo mahusiano mazuri ya kidiplomasia na maeneo hayo ambayo nimeyataja kupitia ushirikiano huu ambao utakuwa na very positive outcome kama tunavyotarajia. Hatuendelei tu na masuala ya kufanya mikutano, hatuendelei tu na kushirikiana katika gatherings mbalimbali na wenzetu wana diplomasia, lakini tumeona mkakati huu, eneo hili ni moja kati ya eneo muhimu la kuendeleza mahusiano ya kidiplomasia.